password au unaweza kuweka email yako na password, make sure umekuwa approved. So baada ya hapo uta click login button. Click login button, basi utaweza kulogin katika beautiful dashboard yako, na hii ndio itakuwa dashboard interface yako ambayo wewe utakuwa unaitumia siku zote. So usihangaike sana wala usipanic. Hii dashboard inajieleza, ni simple sana kama unavyoona hapo. Ukitaka kufanya action yoyote unaweza ka click hiyo kadi kwenye hizi shortcut link, kwa click na ukaweza kunavigate katika hiyo sehemu husika. So hatua ya kwanza, make sure unakuja juu hapa kwenye client, and then una click profile ili uweze kuset profile settings zako na preferences zako ambazo kama business name na taarifa zako. Kwanza make sure umeverify email. Hatua ya pili utaweka brand name. So unaweza ukaja hapa juu au ka scroll chini kwenye sidebar, then ukatafuta hii icon au hii shortcut ya profile setting. Hapo click hapa pia utaweza kuseti profile setting. So ni simple dashboard. Then unakuja hapo juu na click profile, unaweza kuweka hapa brand name yako. Sasa hapa utaweka brand name yako au tunaita jina la wifi ambalo wewe utatumia. Mfano wengi wao wanapenda kutumia Kitonga wifi au mtu anapenda kutumia sijui ya Ben hotspot. Kwa mfano mimi leo hii nitaweka Kitonga wifi. So mimi nitaweka Kitonga wifi. Kitonga wifi hapo, then nita click update profile. So ukishafanya hivyo basi utaweza kuona dashboard yako imekuwa na profile yako, lakini pia imekuwa na details zako wewe nzuri. So baada ya hapo ukimaliza utakuja katika page ya smart router setup kwa ajili ya kusetup router kama unavyoona hapa, router status not set. So utakifanya wewe utakuja hapa kwenye sidebar, then uta click smart router setup. Ukisha click smart router setup utakuja hapa, then utaweka au utasajili jina la router. So utakachokifanya utaweka jina la router, let's say mimi niite Kitonga. So utaweka jina Kitonga, then baada ya hapo utaweka IP address ya MikroTik. Weka tu IP address ya MikroTik, default IP address utaweka hiyo. Then baada ya hapo utaselect VPN type. Sisi hapa tunatumia LTTP, so utaweka hapa LTTP, lakini pia utaweka password ya Winbox yako. Make sure unafuata hizi hatua. Utaweka jina la router yako, IP address ya MikroTik, hapa username itakuwa ni admin, then hapa utaklik LTTP, then utaweka password ya router yako. Mimi password ya router yangu nitaweka 1 hadi 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then utaklik sajili router. Ukishaklik sajili router basi utaweza kuwa umesajili router yako na utatuma request ya kuomba VPN hiyo LTTP. Kwa utaklik hapa tuma request. Ukishaklik hapo tuma request, basi request yako itatufikia kwetu sisi na sisi tutaweza kuiapprove. Make sure baada ya kutuma request unawasiliana nasi tuweze kukuapprove. Kama unavyoona hapa VPN type iko pending. So sisi baada ya kuona VPN yako tutaiapprove, na tukiapprove make sure unakuwa na refresh. Refresh basi utaona account yako au VPN yako imekuwa imepigwa tiki na imekuwa approved. So kisha kuwa approved, simple and clear. Utakachokifanya wewe utaingia kwenye Winbox yako. Make sure kwanza hatua ya kwanza make sure umekuwa approved na VPN. Baada ya hapo make sure unasoma maelekezo ya haya ambayo ukiklik hapa make sure unaweka pre-check command. Mimi ninachokifahamu, hatua ya kwanza lazima mtu uping router yako, uping interface zako, uping wireless interface, uping bridge, uping pia DHCP na mambo mengine, ili kuweza kuelewa before hujarun script, kuweza kuelewa hali ya router yako kama system device mode print na support hotspot na support fetch, ili kabla hujarun script usipate error. Mara nyingi utaklik copy command, itaenda kwenye Winbox, uta navigate hadi kwenye terminal kama unatumia simu au computer. Make sure umekuwa katika mtandao mmoja na MikroTik, then uta click command. Lakini baada ya click command utaweza kufanyaje, utaweza kuweza kurun hiyo command. So utakachokifanya wewe uta copy hii command, utaweza kuangalia system device mode. Ukishaangalia system device mode basi utajua kama LTP iko yes, fetch yes na hotspot yes na vitu vingine. So kama vipo yes, viko no, basi utachukua hii command na utafanya update. So utachukua hii command ya hatua ya pili, utakopy. Ukisha copy utaenda kurani kwenye terminal. Ukisha rani basi utazima na kuwasha ili kuweza kufanya update. Utafuata maelekezo, zingatia sana. Make sure unatumia principle ya kupli check kabla ya kurani script, then baada ya kurani script tena kuverify hali halisi, kuangalia kama kila kitu kiko sawa, DHCP imeundwa na vitu vingine, maana kuna baadhi ya MikroTik huwa haziundwi. Kwa hiyo utakifanya uta copy script hapa. Hii script ina block tethering, mtu hawezi kushare wifi yako. Uta copy script na utaenda kwenye terminal ya Winbox na utarani hiyo script. Kwa sababu sina access ya MikroTik kwa sasa, nitaishia hapa, ila wewe unachokifanya uta copy script, utaenda kwenye Winbox kwenye terminal, then utarani script na kuanza kufanya live installation ya mfumo wako. So installation ikikamilika basi utaweza kuja kwenye router status hapa, hii page hii ya router status hapa. Ukiklik router status basi hapa itaonyesha status ya router yako kama iko connected au haiko connected. So kwa sababu sina MikroTik inasema VPN connection failed kwa sababu sija test, lakini kwenye video inayofuata nitawaonyesha account ya mtu ambaye amesha connect router zake zote na VPN. So hii ni namna ya kulinki router yako na mfumo. Ukishafanya hivi basi utakuwa umeweza kufanikisha kulinki router yako na mfumo
Ukipata changamoto yoyote unaweza kutupigia, lakini hii ndio namna ya kulinki router yako na mfumo. So angalia video ya part 3 ambayo itaonyesha namna ya kutengeneza package, lakini pia namna ya kutengeneza tunaita kulinki hizo package zako na router zako, lakini pia utaweza kuelewa au kuona status ya router zikiwa connected na report na vitu vingine. So karibu katika part 3.